Mimi siku hiyo baada ya kupata taarifa niliwapigia wazee wangu simu, wakaja tukakusanyika nao na nikawa tumesambaziana taarifa. Nafikiri tangu siku hiyo hakukutokana na vurugu. Lakini mimi ninashukuru kwa kitendo ulichosema kwamba tatizo hili kama litatokea tuendelee tuilani. Mimi ninachokuomba na wewe ni kwamba sisi atakaye kiuka tutamchukulia hatua, tutamlani, na yeye akifika kwako naomba umrudishe. Kwa sababu kuna watu wengine watakuwa wakorofi, utakapokuwa tunachukua hatua wanakimbia kwako kwamba nimeonewa. Utatuita, tutaeleza, utaona tukumuonea, kwa sababu swala la vurugu hatutaki. Mheshimiwa DC na wazee wangu wa mila, ni kweli kwenye janga hili mimi kwa sababu natoka kata ya Pemba nilikuwa na wasiliana sana na katibu wangu wa mila ambaye ni Soja. Kila tukio nilikuwa nampigia simu Soja, angaika na masuala hayo. Kemieni, ondoeni hao vijana barabarani. Na kweli Soja alijaribu kadri ya uwezo wake, alikuwa anazoa matakataka barabarani na tunaendelea kulikemea hilo jambo. Bahati nzuri mimi kwenye koo yangu nilisema mbele ya DC, Jumapili sisi wakila wote wazee wa mila wote tutakuwa na kikao cha wazee wa mila kwenye kata ya Lekicheri kwa ajili ya masuala hayo, kulikemea hilo jambo. Ni jambo raibu kama Watanzania. Sisi Watanzania hatujazoea kumwaga damu. Sasa hivi neno la adhabu kabisa. Hata pale kwangu pale na Mungu, hata mwenyekiti amevunjika, ofisi imechomwa, nyumba ya mahakama imechomwa. Ni neno la adhabu kabisa. Mimi ninaomba mkuu wa wilaya tuungane, tuwe kitu kimoja, tukemee ile neno. Ila ninasema hivi, kweli lile neno lililokuja hapa kwetu Tarime limetoka hapa kwetu Tarime au tumeambukizwa? Nimesikia kwamba hata tarehe 9 msitoke ndani tena mara ya pili. Tutafanya nini Tanzania? Tutakimbia wapi? Ni neno la ajabu kabisa. Mimi kama mkutano huu tunao kutana hapa, ninaomba tukemee hilo neno kabisa. Kama lilitokea Nyamongo tukemee, kama lilitokea Tarime acha hilo neno, hatulitaki. Na wazee msikae kimya, tamkeni, kataeni na tumlaani, kwa sababu matokeo ya vita, matokeo ya fujo ni vifo. Tunahitaji tufe? Matokeo ya vita, matokeo ya fujo ni umaskini. Tunahitaji umaskini? Matokeo ya vita, matokeo ya fujo ni uvunjifu wa amani. Tunahitaji kuvunja amani yetu? Kwa hiyo tumkatae. Tumkatae kabisa. Na sisi tunawaahidi kama serikali, hatutamfumbia macho. Awe anatoka ukoo gani, awe ni tajiri kiasi gani, awe ni mwanasiasa nguli, ili mradi tu anatuvunjia amani yetu, hatutamkubali. Tutamdhibiti kwa mujibu wa sheria. Hatutarudi nyuma. Na naomba tunapochukua hatua mtuunge mkono, kwa sababu tunachukia uvunjifu wa amani. Hatuhitaji. Kama kuna jambo, ofisi zetu ziko wazi. Sidhani kama kuna mtu alikuja akakataliwa tukashindwa kumsikiliza na tukatatua changamoto yake. Sasa hiyo ya kufanya hivyo si kuandamana usiku, wanasema wenyewe wanasema kuandamana, sio kuandamana. Ni uhalifu. Nashukuru sana mzee wangu, ni uhalifu. Kule sio kuandamana, kule ni fujo. Na walioathirika kwenye hili jambo ni wengi, au uongo jamani? Kuna watu walikuwepo mahospitali wanahitaji huduma za afya. Daktari hawezi kwenda kwa sababu vijana wanachoma matairi, vijana wanarusha mawe, vijana wanabomoa. Leo tuna soko kubwa hapa. Mmeliona ile soko alijenga Mheshimiwa Rais. Lina thamani ya bilioni 9.6. Bilioni 9.6 liko hapa. Wanataka kwenda kulichoma. Leo tungekuwa na soko lile kama serikali isingezuia. Na ni vijana wetu wanatoka kwenye familia zetu. Leo tuna kituo cha forodha kiko pale Silali, si mnakijua? Ndio. Jengo zuri kabisa lenye thamani kubwa. Wanataka kwenda kulichoma.
Tutakubali hilo? Tuwezi kubali. Leo wamechoma ofisi ya afisa tarafa pale Vitirio, si ndio? Tunakubali hilo? Sirari pale ofisi ya kijiji wameipasua. Sirari pale wameipasua pasua vioo. Tunakubali hilo? Ni maandamano, wanataka nini kama sio uhalifu? Leo wamekuja wamechoma ofisi za chama huku hapa za CCM hapa mjini hapa. Wameenda wamepasua vioo ofisi ya chama ya wilaya. Kule Nyamisangula ofisi ya chama wameichoma. Na Nyamongo wamechoma. Mahakama ya Nyamongo. Leo hii mnasema mtaanza kuhangaika kwenda kupata huduma ya kimahakama. Mnasafiri umbali mrefu, tumechoma mahakama. Alafu tasema huduma za kimahakama ziko mbali. Sisi wenyewe. Leo hii wamechoma barabara ya lami. Simona Mateli kwa nachoma. Ndio tunachokihitaji. Gharama ya lami kilomita 1 ni shilingi ngapi? Hela nyingi. Sasa zile hela baadaye kwenda kupeleka kwenye huduma nyingine tunaenda ukarabati barabara. Sio sawa. Wazee wangu tusibariki hicho kitu. Yawezekana wapo wengine wanaobariki, lakini tusikubali kubariki hiyo jambo. Wangapi wanalikataa? Wote. Hakuna ambaye analikubali. Nimefurahi kwamba wazee wote hapa kwa pamoja, kwa umoja wenu, mmelaani hicho kitendo. Lakini tutapata kauli kutoka mwenyekiti. Mmelaani hicho kitendo. Hamtaki kitokee. Mnataka amani na utulivu. Au mnataka vita? Wazee wangu, bado mnataka vita? Hatuwezi kubali ufanye vita. Tumechoka na vita mheshimiwa. Mmechoka. Kama tumechoka na vita, ile walikuwa wanataka kufanya ni vita. Ndio maana tuliwadhibiti mapema. Na niwashukuru na ninyi mliniunga mkono kwamba hamtaki vita. Mnataka amani, si ndio? Ndio. Naomba kila mmoja akitoka hapa aende akahubiri amani. Kwenye ukoo. Amani na utulivu na maendeleo. Kazi na utu, tusonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Tunahitaji tusonge mbele, tusirudi nyuma. Hatuna Tarime nyingine zaidi ya hii tulionayo. Yenye upendo, yenye mshikamano, yenye umoja. Tusikubali mtu atoke nje ya Tarime au nje ya nchi kuja kutupa sisi mambo ambayo yanaenda kuharibu amani yetu. Tusikubali. Na ikitokea namna hiyo, wazee wangu, naomba msimame, mlaani na mkemee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi natoa shukrani kubwa kwako kwa niaba ya wazee wa mila iko 12. Maana nilipoitisha kikao baadaye niliona ni vizuri tushirikiane na wewe ili tuweze kutafakari hali ya usalama katika wilaya yetu ya Tarime. Na ulipofika na wewe umepata mengi na sisi tumejua mengi, umetupa maelekezo na maelekezo yake tutayafanyia kazi. Kwa sababu hata lile ulilonipigia simu wakaniambia kwamba niambie kwa kila koo wakae. Kwa kweli niwasiliana na viongozi wangu wa koo wote, koo 12 wote, na walifanya hivyo. Walikaa vikao wote wakahamasisha vijana wao. Ndio maana ukaona hali ilikuwa nzuri, maeneo mengine hali ilitulia. Maeneo haya ambayo hali haikutulia yale ambayo yana mchanganyiko, kwa sababu Tarime mjini kuna watu wengine wametoka maeneo mengine na Sirari ni hivyo hivyo. Lakini ndio maana tumeona ni vizuri tuhamie katika maeneo yale wote kwa 12. Yale maeneo korofi wale. Maana wazee wamesema ni kweli kwamba wao wameisha wazoea, lakini wakiona sura mpya ambayo hawajaziona wakikemea pale kitu, nafikiri watasema kwamba wakule wote wamekataa swala hili, wataogopa. Kwa sababu sisi tunataka amani katika maeneo yetu. Kwa hiyo hayo nilio nasema machache. Nashukuru sana, tuendelee kushirikiana kwa pamoja.